Karibu. Leo tutaona jinsi ya kurekodi labda ni product ambazo zimeharibika. Sawa? Maana huku tushaona au tutaona jinsi ya kurekodi, jinsi ya kupata product ambazo zime-expire. Lakini hapa nataka tuone jinsi ya kurekodi product ambazo labda zilizotoka chini au zilipotea hivyo. So tunakuja kwenye damaged ndani goods. Sawa? Kwa sasa unakuja sasa, tutaanza na kurekodi the new damage. Kwa utabonyeza hapa record new damage. Sawa, utabonyeza record new damage. Ukishabonyeza pale record new damage, utakuja hapa uta search product, labda tuseme tu record Losartan, labda Losartan. Utachagua tu hii hapo, kwa utaisearch tu product yote utachagua. Sawa, atakwambia na stock ambayo sasa useme labda zimeharibika mbili, una shida na reason utasema labda zilidondoka, nimesema kwamba nowhere to be seen, nowhere to be seen, una shida reason ni yote tu. Sawa, kishamaliza unakuja hapa una record damage. Sawa, anakuambia success damage recorded. Sasa kuja okay, utaona hapa hii hapa Losartan brand name ni ngapi? Ni 2. Reason inaiona, then hii hapa. Pia unaweza kuamua kuedit, no problem with that. Instead of sema kuliko nitumie Losartan, ndio tutumie Losartan DC Losartan. Then sema bwana ziliharibika 4. Then yes you update tu. Yes uko tayari, niko tayari. So update utakuletea hapo okay, utaona sasa hivi ziko ngapi? Ziko 4. Pia unaweza ukasearch product maybe Losartan peke yake, au kama haipo labda paracetamol ambayo haipo, unaweza kuambia no damage product found ambayo ina kama hizo. Pia unaweza kuweka range ya tarehe kujua kwamba nataka kujua ni product ambazo ziliharibika kuanzia muda huu hadi muda huu hapa. Ndio hivyo kuhusu upande wa damage products.